bunduki si ya kutuua, ni ya kutulinda. Imenunuliwa na ushuru wetu, inilinde sio iniue. Mtu ambaye anachukua moto, anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Yes. Yeah. Wasimuue, lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali, akienda kotini. Mtu unajua wananiambia sijui nini, sijui Moi. Moi alikuwa rais wa Kenya. Vile Kibaki alikuwa rais wa Kenya. Vile Uhuru alikuwa rais wa Kenya. Na kabla ya Moi kulikuwa na Kenyatta. Na baada ya Moi kulikuwa na Kibaki. Na baada ya Kibaki kulikuwa na Uhuru. Hii kisirani ni ya nini? Hapana. Hiyo ni upuzi. Sio kama naelewana bwana. Tuko pamoja. Hii fujo yote wananiletea. Mbona hawakuletea Kibaki? Mbona hawakuletea Uhuru? Hii madharau na kiburi ni ya nini? Hapana, hiyo mchezo tuache. Sio kama naelewana bwana. Mimi nataka niseme na nishukuru Rais William Samoei Ruto. Wakati jana umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. You cannot have someone who is going to terrorize you and your family, and you are telling me you cannot shoot and kill. You cannot have someone who is coming after your businesses armed and with weapons, and you want to tell me that you cannot use shoot and kill. The Constitution, the Police Act, has given the police the powers to use their arms where they have evaluated the risk of their lives is in danger. Mtu yoyote mwenye atakaribia police station, piga yeye risasi. The Senator Mutinda, nominated Senator Mutinda, comes from my county. She is aware that we have 12-year-olds, we have 7-year-olds in Mathare who are shot on the balconies of their houses. Who are those people breaking into homes? When you give a direct order, Honorable Speaker, to people who cannot even aim guns properly, they are shooting people inside their houses. How will they see their legs in their houses? All of us must agree that if decisions are being made democratically at an election, can we guarantee that all of us get to that election? Because you can't tell me to wait for you at the ballot and then you make sure I don't get there. Is Albert Ojwang supposed to vote from the grave? There's no such polling station. So when you talk about a state officer standing up and saying you can shoot people, as if people don't die from gunshot wounds. Honorable Speaker, we saw Rex Masai, the young man who was killed during the protest, was shot in the leg. So how can you tell people to shoot people in the leg as if those injuries are sustainable injuries? So, Honorable Speaker, we want to make it very clear that as a country, we have totally lost our way. And we will not have a conversation with someone telling us to wait for 2027 when he's not giving us a chance to get to 2027. He has become an existential threat for this country and he must go as soon as possible. I thank you. Vijana, mwenzetu amekufa yuko hapa. Kama mama, mimi ni mama, nasikia naumia roho yangu sana tena sana. Na young people, 2027 inakaribia. Silaha tumebaki nayo kama majenzis ni moja. Kitambulisho, kama una ID chukua ID na mapema, weka vizuri wakati ya kujiandikishia kupiga kura ikifika mapema sana. Na nakema mwirore muno. Huyu jamaa alikuja akatudanganya. Protest ilianza ikiwa very peaceful protest. Nakumbuka Ishongo akisema ati wao ni watoto wa Sererak, wanakula KFC, wanakuja town na Uber. Ilikuwa very peaceful. Until the government ika-invite goons kuanza kuinterruptiwa maandamano. Sasa imefika mahali vijana mlidanganywa muende muingie kwa maandamano muharibu, sasa mnapigwa risasi kama kuku. Amewageuka. Naambia askari pia, mnadanganywa saizi shoot to kill. If you kill a person, you take personal responsibility. Tutadili na wewe kama wewe. Wacha kutuambia mapati order. Tutadili na wewe. Na huyu mwenye ameshoot Boni, nimesikia kuna wakili wengi sana, na si kama majenzi. To make sure tuna support familia hadi justice ipatikane, huyu jamaa ende afungwe na afungwe maisha. Wacha hiyo kipindi wanasema ati amepelekwa mental assessment, watuambie ni wazimu. Watatuambia nani alipatia wazimu bunduki
hiyo siku. Ni kweli? Wanatuambia nani amepatia wazimu bunduki hiyo siku. Kwa hivyo mawakili zetu mkae gangari, wanataka kutucheza hiyo, wanasema ati jamaa amepelekwa mental assessment. Wanataka kuja na report waseme ati ni wazimu. Tunataka kujua nani alipatia wazimu bunduki na yeye pia basi ni wazimu. Tuanze kudeal nao. Ile machozi tunayo ni kwamba serikali ya raia ikifika mahali ipinduke iwe ni serikali ya kukula raia na ni serikali ya kuchaguliwa na kura, basi hiyo ni serikali ishajifuta kazi. Na sisi tunamuuliza William na timu yake, kwa sababu mmeshindwa kutimiza wajibu wa kiapo, na kiapo kwanza ni kuchunga katiba, kuchunga Wakenya na mali yao, na hii umeshindwa kutimiza, basi wewe tungekuuliza ujiondoe, kwa sababu basi kazi ya kulinda Kenya na Wakenya imekushinda. Kama wewe na waziri yako Murkomen, nyinyi mko mstari wa mbele kusema Wakenya wale ambao wanasema wasikizwe, na nyinyi mnasema wapigwe marisasi. Kwani nyinyi sio wazazi kwenu? Mbona kwani nyinyi hamna watoto? Mbona hamna uchungu wa watoto? Inakuwaje mnapata faida wakati mauaji ya watoto inazidi kiasi hii? Basi serikali kama hii, wewe tunakuuliza, ulipeleka askari kule Haiti ati ukasema jagiri kule, kisha wewe leo hapa tunakuona Nairobi kila mahali unatumia majangiri ya kuharibu mabiashara ya Wakenya. Sisi tunakuambia ukome kabisa kuendelea sana kupiga watu marisasi, kuua watoto ambao hawana hatia. Wewe umepinduka sasa, unataka kutafuta chama ya kutumia mbinu za kutumia terrorism ili barabara zile hazina board, ili watoto waadhirike. Wewe unatafuta nini kwa watoto? Wewe tafuta, wewe ulisema uko na plan. Kama uko na plan, patia watoto kazi. Kwani plan ilikuwa gani nyingine? Plan sio kila siku kusema tuwaambie Wakenya ati utawapeleka tu wale wako na skill unataka kwa export. Kula unawapeleka ni wanaume na wanawake walijenga taifa hizo. Wewe jenga Kenya, Wakenya wapate nafasi za ajira. Wacha kila siku kutubia wimbo wa kutuambia ati tupeleke watoto nje. Wewe tunakuambia William, kwa sababu sasa wewe pia unaogopa uchaguzi ujao, na ndivyo unataka kuharibu Kenya kuenda civil war. Tunakuambia kome. Wewe tunakuambia uchaguzi ni lazima mwaka wa 2027, na ni lazima tufuate utaratibu wa katiba, na usiogope. Hapana ogopa. Kama Wakenya unajua umewatimizia, watakuogopa. Lakini tunakuambia na wewe na askari wako, timizeni wajibu wa kuchunga mali ya Wakenya. Wewe umepomoa manyumba ya Nairobi, Kenya mzima, Nairobi mzima umepomoa manyumba ya mangorofa. Hao Wakenya umepomolea, haukuwapa riadha hata shilingi 5. Wewe unataka kupeleka kabila moja hiyo maskini, kwani tulikosea nini? Wewe Kasungu, sisi kupanga rani kukupigia kura, hiyo ndio makosa yetu. Tunakuambia wewe, kama wewe leo ungeona hiyo kiti ya urais, kama si ujamii unaadhirisha kila kitu kila siku. Tunakuomba wewe Kasungu, kama una maneno na sisi na ulituonyesha ati asanti ya punda ni mateke, wewe siku mwaka kisha moja kijana tulikupea naitwa Rigiji, ukatupa yeye chini ya mbasi, ukapeleka biombio ili ukure matunda na watu wako. Tunakuambia siku zako zimekwisha, na ni mene tekeri. Ni mene tekeri, funga virago, enda Sigoi. Asanteni. Watu mambo yao ni tatu, si ndio? Either wahame Kenya, ama waende jela, ama waende mbinguni. Mungu wetu ikumbuke nchi ya Kenya. Yes. Tumeona wamama hapa, mothers of the victim, wakimwaga machozi kwa sababu nafasi za watoto wao walioaga zimewachwa pengo. Yes. Ninaomba Mungu wahurumie. Yes, Lord. Ninaomba Mungu wahurumie. Walidhani leo tutakuwa siku ya vurugu hapa, lakini we dedicate this day for you God, so that you can remember this nation, so that you can remember the pain upon this nation.
Angalia machozi Mungu wetu ambayo yamemwagwa na mtu mmoja unayempenda, ili uhurumie nchi hii ya Kenya.